In a land of myth. Yo, mambo vipi? Ni matumaini yangu mzima wa afya. Bwana, leo tunaenda kuletea sehemu yako ya mwisho ya movie yako pendwa kabisa, movie ya Merlin. Tumekuwa wote kuanzia sehemu ya kwanza mpaka leo hii tupo sehemu ya mwisho, yani sehemu ya 65. Bwana, movie ya Merlin ni moja kati ya movie bora sana iliyoandaliwa mwaka 2010 huko England. Na leo hii tunaenda kutamatisha kwa simulizi fupi. Nilikuwa nikufanyia simulizi ya movie ya Merlin kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 65. Na recap nzima ya movie ya Merlin ipo kwenye channel ya Marcel, ndio kwenye playlist, angalia playlist imeandikwa Merlin Recap. Hapo utakuta kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 65. Hakikisha umesubscribe ili usikose movie nyingine ambazo zinakuja ndani ya channel ya Marcel. Na bila kupoteza muda, tuende kazi. Sehemu ya 65 inaitwa The Diamond a Day. Hii tunaendelea pale tulipoishi. Sehemu iliyopita tuliona kwamba Merlin ametoka kule alipokuwa ametupwa na Morgana, yani kwenye Crystal Cave. Baada ya kupata nguvu zake tena, Merlin sasa anatoka akiwa na nguvu mpya na akiwa amejibadilisha kuwa mzee ambaye Morgana anafahamu kama Emirates. Na Merlin haraka akatoka kule kwenda Camlan. Camlan ndio sehemu ambayo vita ilikuwa inapigwa kati ya wanajeshi wa Morgana na wanajeshi wa Arthur. Na vita ilikuwa inapigwa kweli hapa. Pale tunamuona Merlin anatokea, na wakati huo jeshi la Arthur lilikuwa limezidiwa sana. Msaada wa Dragon ya Theus ambaye alikuwa upande wa Morgana unatumika kuangamiza wanajeshi wengi wa Arthur mpaka pale ambapo Merlin alipotokea na kumwamuru Dragon ya Theus kuondoka eneo hilo, kwa sababu tunamjua kwamba Merlin ni Dragon Lord, yani ana uwezo wa control na kumwamuru dragon yoyote yule. Hivyo akamwamuru Theus aondoke eneo lile. Kisha yeye akaanza kuangamiza wanajeshi wa Morgana. Na pale ushindi ukageuka kutoka kwa Morgana kwenda kwa Arthur. Sasa Morgana wanajeshi wake wengi wakawa wameangamizwa, na yeye mwenyewe Merlin alimpiga kimbora kizito cha radi na kumtupa mbali. Na kisha Morgana akadondoka na kupoteza fahamu. Upande wa pili tunamuona Guinevere akiwa anamtetea mwanajeshi mmoja wa Camelot ambaye alikuwa kidogo auliwe na mwanajeshi wa Morgana. Anampiga na upanga na kumwangamiza. Hivyo anakuwa amemsaidia mwanajeshi yule. Tunaona kabisa ujasiri wa Guinevere. Huku baada ya vita kupoa na jeshi la Camelot kuonekana limeshinda, tunamuona Mordred akiwa anamsaka na kumtafuta Arthur sana. Lakini upande wa pili pia Merlin naye alikuwa ameshuka kutoka kule juu na kuja kumtafuta Arthur. Lakini Mordred anafanikiwa kumkamata Arthur kabla ya Merlin. Na Mordred anamchoma Arthur kwa upanga sehemu mbaya sana kwenye kifua chake. Arthur anadondoka chini, lakini na yeye anatafuta nguvu na kuamka tena. Kisha na yeye anamchoma mara mbili Mordred kwa upanga, na Mordred anakata moto na kudondoka. Taarifa inakuja kwa Guinevere kutoka kwa Sir Elian kwamba hawajampata Arthur baada ya kutafuta sana. Lakini wameshinda vita ile, lakini mfalme ambaye ni Arthur haonekani. Merlin anamtafuta sana Arthur na mwisho anamkuta akiwa kwenye hali mbaya sana. Hivyo Merlin anambeba Arthur na kuondoka naye kwenye eneo lile la vita na kumpeleka msituni. Baadaye Arthur anaamka na Merlin anaanza kumuelezea story nzima ya jinsi ilivyokuwa, lakini pia anamwambia kwamba yeye ndio alioangamiza wanajeshi wa Morgana kwa kutuma radi la kichawi. Yaani yeye ndio mchawi wakati wote huu. Arthur aamini, hivyo Merlin anafanya uchawi mdogo tu kubadilisha cheche za moto kuwa dragon. Na pale Arthur anaamini kwamba Merlin ni mchawi. Anakasirika sana. Anamwambia kwa nini wakati wote huu amekuwa mchawi na hajamwambia. So Merlin anaumia sana, lakini hana la kufanya. Arthur anamfukuza Merlin eneo lile na kumwambia kwamba aondoke. Baadaye tunamwona Garrus akiwa anatoka Camelot na kuja kwa Arthur, kwa sababu Merlin alimwambia alipo. Garrus anafika walipo akina Arthur na Merlin anamuelezea kila kitu, anamuonyesha jeraha ambalo Arthur amejeruhiwa. Garrus anachunguza jeraha lile, na Arthur baada ya kuamka anamwambia Merlin aondoke eneo lile na anabaki na Garrus. Arthur anajaribu kumuelezea Garrus kwamba Merlin ni mchawi, lakini anashangaa kwamba Garrus wakati wote huu alikuwa anajua hilo. Na Garrus anamwambia kwamba Merlin ndio ni mchawi, lakini ni mchawi mkubwa sana ambaye hajawahi kuonekana hapa duniani, na yeye ndio ambaye amemsaidia Arthur kufika pale alipo. Hivyo anapaswa kumshukuru sana. Na anamwambia kwamba mtu pekee ambaye anaweza kumsaidia kwenye hali yake ni Merlin, na sio yeye Garrus. Baadaye tunamwona Garrus anamshauri Merlin kwamba ampeleke Arthur Lake Avalon, kwa sababu pengine ndio anaweza kupata matibabu akapona kutoka kwenye tatizo ambalo linamsumbua. Lakini pia wanagundua kwamba upanga aliochomwa nao Arthur ni upanga hatari sana, kwa sababu ulijazwa pumzi na dragon. Tukumbuka sehemu iliyopita Morgana alijaza upanga ule nguvu na kumpa upanga huo Mordred, ambapo upanga huo ndio Mordred alitumia kumchoma nao Arthur. So baada ya hapo Merlin akambeba Arthur na kumpeleka Lake Avalon kwa ajili ya matibabu. Lakini upande wa pili tunamwona Morgana akiwa anafanya mazishi ya Mordred. Sirika sana na kusema kwa udi na uvumba atalipiza kisasi cha Mordred kummaliza Arthur. Na haraka anatuma jeshi lake kwenda kumtafuta Arthur popote alipo. Merlin na Arthur wameanza safari kuelekea Lake Avalon. Wakiwa njiani wanavamiwa na manyemera, ila Merlin mbele ya Arthur anawapiga kimbola kizito sana na kuwatupa mbali. Na Arthur anamwambia Merlin kuwa amekuwa akifanya hivyo wakati wote huu, na Merlin anamwambia ndio, ni yeye aliyekuwa anawasaidia kipindi chote hichi. Na Arthur ameanza kumkubali sana Merlin kwa sababu alikuwa mtu mzuri. Huku Guinevere amemkamata yule mdada ambaye alikuwa ni mpenzi wa Gawain, ambaye alikuwa anavujisha siri, na anaagiza akamatwe. Merlin anaendelea na safari na anamhudumia
Arthur kwa upendo mkubwa sana na safari inaendelea. Huku Morgana amemdaka Percival na Gwaine na anamtesa sana Gwaine mpaka Gwaine anasema walipo akina Merlin, na Morgana anatoka haraka na farasi kuwafuata akina Merlin na Arthur walipo. Morgana anamfikia Arthur na anataka kumuua, ila Merlin anatokea pale pale. Bwana, je, umekwisha kusubscribe? Kama bado, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe hapo chini. Utakuwa umefanya jambo la maana sana kwa kutuonyesha support, lakini pia kwa kuwa karibu na channel namba 1 ya movie recaps na simulizi za movie ambazo zinakuja kila siku, na kila siku tunajitahidi kuwa bora. Hakikisha una subscribe. Sasa tuendelee. Na Merlin anamwambia Morgana kwamba leo ndio mwisho wake na anamchoma kwa upanga ule ambao hata mchawi wa aina gani akichomwa nao lazima afe, na Morgana anadondoka chini na kukata moto pale pale. Kisha anambeba Arthur na kuendelea safari, lakini hali ya Arthur imezidi kuwa mbaya na anamshukuru sana Merlin kwa kila kitu alichokifanya, lakini pia anamwambia kwamba aendelee kuilinda Camelot na aendelee kusimama na Guinevere, na kisha anakata moto. Merlin anamuita Dragon kwa uchungu na anamwambia kwamba awapeleke ziwa Avalon. Dragon anatii na anawabeba Arthur pamoja na Merlin kuelekea ziwa Avalon. Dragon anafikisha kina Merlin ile Avalon, lakini anamwambia Merlin kwamba hawezi kufanya chochote kile kumrudisha Arthur kwenye hali yake ya kawaida, na leo ndio itakuwa siku ya mwisho wa Arthur, hivyo inabidi afanye maziko tu ya Arthur kwani hana analoweza kufanya. Lakini pia yote hayo yalikuwa ni maono, lakini yeye yani Merlin atakumbukwa vizazi vyote na ataendelea kuwa mchawi bora zaidi kuwahi kutokea, ambaye ameisaidia falme ya Camelot kuwa bora siku zote na kuwadhibiti maadui wote ambao walikuwa na nia mbaya na Camelot. Na baada ya hapo Dragon anaondoka na Merlin anarudisha upanga ule kwenye ziwa lile, na kwa uchungu mkubwa anafanya mazishi ya Arthur. Huko Camelot, Guinevere anakuwa Queen of Camelot na anakuwa mtawala mpya wa Camelot baada ya Arthur kufa. Na baada ya hapo tunamwona Merlin akiwa mzee na Camelot pakiwa mjini, ila Merlin hajafa, na huu ni baada ya muda mrefu sana kupita. Huu ndio ulikuwa mwisho wa movie yako pendwa kabisa, movie ya Merlin. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia sehemu ya kwanza mpaka leo hii sehemu ya mwisho movie ya Merlin. Baada ya movie ya Merlin tunakuletea movie nyingine bora sana ndani ya channel ya Mawasai. Lakini pia kila siku tunatoa simulizi mbalimbali, lakini pia movie recaps nyingi ambazo zinakuja katika channel ya Mawasai. Hakikisha unasupport kwa kusubscribe kwenye channel hii. Kila siku tunajitahidi kuwa bora ili kuleta kitu bora. Wewe mtazamaji na mafamilia wako, kama umesubscribe tunaona wakati mwingine. Bye bye.